tunasikia na ni ukweli. Ukikuwa tu sensitive, utaona ukifanya kitu mbaya unaweza fanya next tena kitu kibaya, inakukumbusha. Bwana asifiwe. Unaweza nyima mgeni chai na flask kumbe na ukunywa baadaye aje. Sasa ni kama hiyo inakukumbusha, si ndio? Inakukumbusha kuna kitu umefanya kiba sensitive. Unakuwa sensitive for our sin. That one shows you are mourning. Kama unanyima mtu, Sister Baiwa anasema unakuja na pesa yote tu, ati kibeti yake inabebanga tu pesa yote. Sunday which is not choice. Unaweza acha nyumbani na waibe. Kama kuna Sunday nyingine mimi nimekuja hapa nikaacha huko nyumbani. Nikaenda hakuna service. Nikaenda kuchukua tulipe chama hakuna. Imepotea na ikapotea hivyo. Sasa hiyo nikumbusha yenye sister anasema sasa chose. Licha na choke na sana. Wewe wala tena send. Leo sasa unakuwa sensitive. Pia dhambi tunakuwa iko sensitive. Mungu anakuhimani na unafaa kuchangamka haraka, then unatubu dhambi zako. Wanaweza asifiwe. Amen. Then wanatuambia tukisoma Psalms 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Psalms 38:18, for I will declare my iniquity, I will be in anguish over my sin. At New Testament inasema, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Unatubu. Unasema hii dhambi zangu zinanitesa jamani, mpaka napasua fulasi, mpaka nakosa amani kwa moyo. Then you confess because zinakuandama. Zinakuweka wapi? Matatani. Bwana asifiwe. Kama saa hii naona huu msimu watu wanachanganyikiwa. Hiyo kitu inaweza kuingia hiyo spirit mbaya, ndio tunaita kitu spirit mzuri tunaita the Holy Spirit. Hiyo spirit mbaya inaweza kukuingia, so unaanza kukua na shaka, unaanza kuokopa, inakutesa. So ikikutesa hivyo inafaa una confess. Bwana asifiwe. Unasemanga dhambi zako, acha kusema tu Mungu nimekuja unisamehe. Unaona? Oloma play sin one by one. Hiyo dhambi inatutesa. Kama ni usharati, oloma swali mweleze bila pia haina usharati. Bwana asifiwe. Na unashika mwili wako kila mahali, unajiombea, unasema Mungu takaza mwili wangu, hii pepo ya usharati itoke. Na Mungu atakusaidia because you are sensitive. Bwana asifiwe. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Ya pili, how do you know you are mourning over sin as Jesus Christ commands? Ya pili nasema, do you see your sin as a sin against God? Do you see your sin as a sin against God? Hiyo ni ya pili, swali namba 2. Ya kwanza ilikuwa inasema, do you see your sin as a sensitive? Ya kwanza ilikuwa inasema, do you see your sin as a sin against God? In ya pili. Ya kwanza ilikuwa inasema, are you sensitive to the sin in your life? So ya pili, do you see your sin as a sin against God? Unajiuliza swali, je, hii dhambi kweli nimemwasi Mungu? Ana unajiuliza, hii dhambi nimemwasi Mungu na nimeasi pia ulimwenguni, nimekosea watu. Kwa mfano, tukiangalia the story of the prodigal son, Luke chapter 15, hapo 21a, and the son said to himself, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worth to be called your son. Angalia hiyo pati ya juu. The son said to himself, Father, I have sinned against heaven and against you. Bwana asifiwe. So hiyo dhambi yenye huyu mtoto alikuwa amefanya, aliona ni kwamba amemwasi nani? Umemkosea Mungu. Alianza na Mungu. Against us, sin against the heaven. Sawa. And against you now the earth. Bwana asifiwe. So you need to know yourself. Huyu mtoto alikuwa na godly mourning. Hii inatuonyesha ya kwamba he was mourning godly mourning. Na hapo ndio Mungu anamconfirm
comfort. Unaona, alikuja baadaye kupitia kwa wazazi wake, he was comforted. So God is looking such people wenye wanajua wamekosea mbingu na nchi, na unatubu dhambi zako vizuri na Mungu anakusamea. Then ukiangalia Psalms 51:4, against you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you chant. Psalms 51:4. Against you only I have sinned and done what is evil in your sight. Bwana asifiwe. Tukitubu dhambi, tuanze tukiambia Mungu. Unamwambia, against you nimefanya hii, baba yangu, nimekukosea, nimefanya haya mabaya. Na unakumbuka Isaya alikuwa anasema na ninakujua vizuri, nimekuona. Sasa unamkumbusha Mungu, sasa nimekukosea baba. Sawa? Na kwa sababu ya hivi vitu nimefanya, Mungu tafadhali naomba unisaidie. Ukikuwa kama huyu Isaya, Mungu anatafuta watu kama you will be comforted if you know you have sinned against God. Bwana Yesu asifiwe. Yes, God will forgive you and you will be comforted. Now this one inaonyesha is a sign of brokenness. Unakumbuka huyu mtoto alijiita akakaa peke yake. Wakati mwingine ukikuwa na challenge, ukae peke yako. Ukikuwa na shida fulani, kaa peke yako unajifundisha. Alikaa peke yake na akajiambia, hizi ni vitu gani nafanya? Na niko na baba yangu huko nyumbani. Alionyesha brokenness. Una humble. Tulisema a good friend is humble. But ile friend mbaya ni ile pride yenye tuko nayo. Utasema tu huyu mtoto anasema nini sasa? Unaona? Utajiona tu wewe ni mkubwa. Labda unapita mahali wanakuona, unasema wewe ulipita hiyo stage. But it is a warning. Mungu anatuonyesha we need to be humble to show that we are brokenness hearts and we are willing to ask for forgiveness. Number C, do you have a true concern about the harm that your sin does to the glory of God and the cause of Christ? Do you have a true concern? Do you have a true concern about the harm that your sin does to the glory of God and the cause of Christ? Do you have a true concern about the harm that your sin does to the glory of God and the cause of Christ? Bwana asifiwe. Wewe unajua ukweli kwa madhara yenye dhambi zako zinaleta kwa utukufu wa Mungu. Unajua kweli? Ukishajua dhambi zako zinaleta madhara in the presence of God na Yesu mwenyewe, unatubu kila wakati. Bwana asifiwe. Na ukijua hivyo, kama ni wewe huyu mtu mwenye unajua ukweli, kama sisi tunajua ukweli, tunajua ukweli. Sasa tukichanganya the tradition na sasa Ukristo, tunajua madhara, the presence of God. Si ndio? Tuko kwa presence of God. Tukijua madhara yenye ita affect, tunatangulia kutoka huko. Unatubu, labda umejipata huko, unatubu. God is willing and God is looking for such people wenye anataka wajue ukweli, wanajua ukweli, wanajua hivi na nimefanya. Uwepo wa Mungu umefanya nini? Umenitoka. Bwana asifiwe. Kama Sauli, roho wa Mungu alimtoka na roho mchafu akaingia. Utajua tu. Bwana asifiwe. Ukikuwa Mkristo sensitive in spirit, utajua tu wakati uko na Mungu. Na wakati wenye Mungu hayuko karibu na wewe maisha yako utajua tu. Ukikuwa the Holy Spirit anakuguide, you will know. Sawa? Na kama unajua tu kweli sijakuwa karibu na Mungu, utajua tu sensitive. The Holy Spirit will be
remind you. Bwana asifiwe. Sasa bishop anajua tu anafaa tuombe, anatuombea simple. Akikosa kuomba, mtu mwenye amependa kuomba hawezi kuwa vizuri. Anajua tu Mungu atafanya nini, anaweza songa mbali. Anajua lazima aombe victory, lazima tuombeane. Na Mungu anatafuta mtu kama huyo mwenye anajua nikifanya dhambi, uwepo wa Mungu utafanya nini? Utanitoka. Na ina affect the glory of God. Hata ukikuwa kanisani, for example, na praise and worship, kama hujakuja mazoezi, huwezi enda kwa madhabahu, si ni ukweli? Unajua ni ukweli. Kwa sababu gani? Unaweza kuwa labda ulienda huko kufanya vitu zako. Unakuja hapa watu wanang'ang'ana. So unakuwa sensitive, unajua ukweli, usiende pahali penye unajua Mungu wako na wewe umefanya vitu zako na hujatubu. Na mbona mpende na bora Mungu yako. Andiko sina ni ameingia huyo mwisho. Andiko kahola na jao mkona. Bahasi aelesha kwa kwanza apeho unakonfess ndio. Afadhali hata sijui. Wakifika hapo wao wanaenda. Sijui kama unaenda pende. Sometimes ukipita mahali usikwetu unapita control sana. Unaangalia, unaona wanafanyanga nini? Sasa wanafika hapo mama ukiingia tu naona nimefanya dhambi na hapo hivyo ndio akuja akae chini. Bwana asifiwe. Sasa ndio wanaona hapa lakini tunaokoa. Mkonangu wanangu wale nani hukumu kwanza. Sasa inafaa mtubwe. Mkonangu mnala ile nyamana wala sio inakumu na ndio mtaisha tu. Labda anachihochi ili kwa sawa pia. Hata ukifika kwa nyumba yako pia wanaona mtu akitoka church akifika kwa sababu anajua ukweli, si ndio? Labda amekosa akifika, kuna watu akitoka kanisani kwa nyumba ya mtu. Yaani wala siende mtu kufu mpaka kwa nyumba. Ukifika unashukuru Mungu kwanza ndio uendelee na shughuli. Bwana asifiwe. Kuna mama wote tunaenda kwake ni mtu tu wa kawaida. Hicho kitu kama unaweza mjua alichofriwa kwasa. Huko penye wana mabibi yake anashuka nywele. Uko chini hapa chini. Kwa wa nani? Kereme. Sisi kama unakajua chofri kwa wazi. Huyo ukifika tu kwake kama tumeenda kushuka, hata kama umekaa hata kama ametoka kwa choo, ataingia kwa nyumba aombe kwanza, yatoka wasaini. Akakaa kidogo, tena kutoka aende kwa duka, anaingia kwa nyumba, anaomba kwanza, ndio tena atoke. Baada siku. Hiyo ni challenge anatupeana na atuoni. Na ni mtu akaanza tu ukihauko unaona tu kwa kawaida. Huyo jamaa anaishi kwa neema. Anajua inafaa utubu kila wakati. Sasa Mungu atubu hapo kwa hatu tena. Na akupita kwa sababu unaweza kuambia ameigno. Kama umekaa tu hapo na spirit yake ikudai, akitoka kwa nyumba anaambia bibi yako usishuke hii kichwa. Unajua na utaenda. Baada sifiwe. Sasa hiyo pia spiritually we need to confess always. Sawa kashu sawa amesema hiyo kupu. Kwa truly hallelujah, tuna confess our sins. Yaani Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Hata sadaka yenye tunatoa Mungu anatubariki nayo. Kwa sababu tutakuwa tumefanya nini? Tumeomba Mungu ya kwamba nimekosa, nisamee, na unakuja unatoa sadaka yako ukiwa vizuri. Then ya 4, do you have a sense of assurance? Do you have a sense of assurance that you are experiencing God? God is forgiveness. Do you have a sense of assurance that you are experiencing God is forgiveness? Do you have a sense of assurance that you are experiencing God is
forgiveness. Bwana asifiwe. Wewe uko na hiyo sense ya experience, tuseme experience ya kwamba ni Mungu amenisamea, ama una hiyo experience. Wakati mwingine unaweza kuwa ulifanya kitu kitambo kwa sababu wewe kakupenda, but au kumbuka kwa mara kambela kweli. Yaani nafaa uwe na experience. Ukiambia mtu unamwambia ya kwamba mimi kweli Mungu amefanya nini? Alinisamea na nimebadilika. Mimi si yule wa kitambo, kwa sababu ya kitambo yamepita na unamngojea Mungu. Sasa ukue kila wakati uonyeshe ya kwamba ni Mungu amenisamea. Hata kama nyumbani huko tumekosana, nyumbani labda na jirani, ama tumekosana na watu tu wa familia, unaona ndugu na dada wanakombana, inafaa uonyeshe. Ukiomba msamaha Mungu kakubela, lakini umwakana na walimaka kambela kweli. Wewe una hiyo experience. Bwana asifiwe. Na hapa Mungu, God is looking for those who mourn. Wenye wako na hiyo experience ya kuonyesha Mungu amewasamehe. Bwana asifiwe. God amekusamehe. Kwa sababu tukikuja hapa vile tumesema unatubu kila wakati. Unatubu hata dhambi za watu wetu ili wapate kuokolewa. Inatuonyesha ya kwamba we are ready and God will comfort such people who are mourning like that. Unakuwa na hiyo experience na Mungu anaenda kupanda mti ambao ni wa salvation kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tulikuwa tunasema that after this 4 yenye tumeangalia that how do you know you are mourning over sins as Jesus Christ commands. Tumeangalia tukasema God is looking for such. Unaangalia kama uko hiyo ya kwanza unapatikana pale. If you are sensitive to the sin in your life, God is looking for such people and he is going to comfort them. Atakukomfort na baraka. Bwana asifiwe. Kwa sababu amesema heri wale, ama wamebarikiwa wale. Wamebarikiwa tu wale ambao wako sensitive to their sin in their life and is going to bless them. Bwana asifiwe. Wakati mwingine baraka zinakuja, lakini asikuji tu rahisi. Kuna changamoto, kuna wenye watakucheka, kuna wenye watakukejeli, wiwi shangasana, no chai. But we are waiting for the comfort yenye Mungu anaenda kutupea. Mnakumbuka Nehemia wakati alikuwa ana rebuild the wall, si ndio? Sanballat tulikuwa hapo na Tobias. Walikuwa na wakejeli, si ndio? Yaani wakukejeli sasa ni ya Victor. Unaona? Ndiye lola kwa mfano, ndiye lola kwa chisuti, majira yote sisi tunakubali. But we are waiting for the comfort. Bwana asifiwe. Tunajua we are mourning kodili. Sisi hatumoni tupatikane na nilikuwa nasema unapatikana na tunasema tunamoni kodili always. Tunaomba Mungu anatusamea and God is looking for such people. Na Mungu anaenda kupanda mti kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Na tulisema huu mti, nilisema uchore mti kwa kitabu chako. Alafu hapo juu unaonyesha nini? Salvation. God is going to plant a tree of salvation. Hiyo salvation hapo juu. Alafu tulisema hapo chini tulikuwa na mizizi. Sasa leo mizizi ya leo tunakuwa na holy morning on your left side, then poverty of spirit on your right side. That is the tree that God is going to comfort you with when you are mourning rightly. Bwana asifiwe. Then God anaangalia wenye wanamoni. Tukasema they are spiritually poor. Tukasema tukalinganisha na maisha ya ulimwengu. Maskini, si ndio? Wewe ni maskini. Maskini yeye anajua tu lazima aamke. Kwa mfano umeomba kwa barabara, imani yake iko tu kwa barabara. Lazima aende hapa afanye nini? Aombe. Analia, anaomba, wengine wanashekishe, wengine anaomba tu. Au ni omba
kuomba. Tutaka tukulia na Mungu atucomfort rightly. Atupe the right way kuangalia kazi ama the right way ile tunakula kulingana na mafundisho yenye tumekuwa tunasoma hapa. Bwana asifiwe. Na mti ambao Mungu anapanda ule wa salvation in your life utakuwa vizuri, na kila branch yenye itakuwa kwa huo mti ambaye haitafanya vizuri, Mungu anafanya nini? Ana uproot, si ndio? Walikuwa wanasema pruning ni uchungu. Sawa sawa. Huo mti uko na salvation. Hapo chini tuko na foundation, ambayo foundation imekuja kwa holy morning, imetokana na poverty of spirit. So kitu chochote kikikuja kwa huo mti sasa ni wewe na mimi. Huo mti wenye wametuweka ndani wetu. Kitu chochote kikimea hapo, Mungu atakuja anafanya nini? Anatoa. Bwana sifiwe. Kiburi kikuja, lakini kwa atatoa tu kama unanyenyekea. Kama kuna kabranchi kamemea kwa huo mti wake, hapo kabranchi atakuja tu anafanya nini? Anatoa. Kama umeanza kuchochea watu kanisani, uko na uchochezi mingi, Mungu atakuja tu anafanya nini? Anakata. Kama wewe unakuja mapema, umeanza kukuja late, atakuja tu anafanya nini? Atatoa. Na je, wakitoa na wakati mwingine utasikia uchungu. Pastor alikuwa anatuonyesha hapa wakati wanapruni kahawa. Alafu kuna miti nyingine ukipruni unaona paka inamwaka nini? Maji. Sasa pia hapo ni kwa uchungu. Sometimes tunakuwa wanaturekebisha, but tunasikia uchungu fulani. Bwana asifiwe. But sikia tu uchungu kwa sababu Mungu anatengeneza mti wake. Tumesema hivyo. Yes. Salvation iko kwako. So Mungu anataka tu ubaki hivyo. Ukwetu wote. Sasa kipruni ukisikia uchungu lia tu ukae nyumbani alafu tena urudi. Bwana asifiwe. Hiyo Mungu atakucomfort, anatafuta wani. Ukirekebishwa, nikirekebishwa, tukubali. Na hiyo tutajua tu ni nini? Holy morning ama godly morning. Na Mungu anatafuta. Yesu alikuwa anafundisha hao watu, wanafunzi wake pamoja na sisi. We need to cry like that. Hatuwezi acha tu dhambi na kaa tu ndani mwetu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine pastor wanasema uchungu huku, tunasikia uchungu, tunasema, tunalia, hata tunakuwa na story. But tuseme tu lakini tunarekebika. Na Mungu atatucomfort. Bwana asifiwe. Ukishapata hivyo, Mungu atakusaidia na utaweza kukua kwa maisha yako vizuri, na the Holy Spirit akikuja atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hii topic yangu ilikuwa inaanzia hapo morning na ndio ya mwisho, alafu tulianza na morning tukasema blessed are those who mourn for they shall be comforted. Tukasema morning it shows sadness because of bad things that has happened. Tukaangalia godly morning, tukaangalia worldly morning, tukaangalia holy morning, how we need to repent, tukaangalia essential spiritual realities that must be manifested in a true repentance. Hizo zilikuwa 3: conviction, contrition and conversion. Tukaangalia the Holy Spirit, the mission of Jesus Christ, yenye aliachia the true repentant person mwenye amerepent dhambi zake. Tukaangalia we need to bring or preach the good news to the poor, to heal the broken-hearted, to proclaim liberty or announce release to the captives, to proclaim the year of the Lord is fear not. We need to pray for those who mourn and we need to comfort them. We need to cry for them who mourn, then God will help us and will comfort us all. Bwana Yesu asifiwe. So that is the word of the day. Nilikuwa tutamalizia, kalikuwa kamebaki kadogo, na Mungu atubariki sana.
makofi yanatosha kweli. Asante sana Mama Ruth. Umenijenga. Kumbe ukimwone truly God will comfort you. Bwana asifiwe. Asante sana. Mungu akuinue tena na kupe neema mara nyingine ili utupe neno nzuri kama hilo. Wakati huu nataka kuwaita wana sifa watupatie sifa, wampe Mungu sifa 2, alafu tuwaite matangazo. Bwana asifiwe. Tusimame. Tuinue mikono yetu juu, tumtukuze Mungu wetu na kazi zetu. Amen. Namjua aliye mwamba, aliyeniokoa, ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba,
so much. God bless you. Bwana asifiwe. Kwa hakika tunamwimbia Mungu ambaye alituokoa. Tumefurahi sana kwa sababu ibada imejaa. Mwezi wa 8 lakini